Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ya ma'asyara tullab alaikum an tuhmilu awqatakum fatandamu yawman ala ma fatakum innama ghanimatul insani shubabu wal ghusl fi tawwam. Amma ba'd, baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuhusia nafsi yangu pamoja na kuhusia wanafunzi juu ya kuchunga nyakati, kila mmoja aitazame nafsi yake na kutazama muda wake. Hivi sasa tuna muda wa kusoma, basi tutumie muda huo kusoma. Ukisha tutupa muda, basi hatuwezi tena kusoma. Kwa hiyo kila mmoja atazame muda wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema katika vitu muhimu na ghali, alwaktu, muda. Kwa hiyo usipotazama muda wako, basi utakuta umepoteza pasipokuwa na faida. Iyakum an tuhmilu awqatakum, ogopeni au tujitahadhari kutokana na kupoteza nyakati zetu. Fatandamu yawman ala ma fatakum, muda huo tutakuja kujutia wakati ambapo hatuna tena muda wa kutumia katika kusoma na harakati zingine za faida. Naam, huu ni utangulizi ambao tumeutanguliza katika nasaha kwa wanafunzi na pia wale ambao wenye kusikia. Leo katika kitabu chetu Bulughul Maram min Adillatil Ahkami tupo katika mlango ambao babul udhui. Huu ni mlango wa udhu. Upande wa udhu ni miongoni katika sharti za swala. Haitokuja kutengamaa au kuswihi swala ya mswaliji isipokuwa swala hiyo iwe ni yenye kuambatana na udhu. Tukiona katika hadithi ya kwanza ndani ya mlango wetu, an Abi Huraira radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahu qala, hakika yeye amesema, laula an ashuqa, lau nisingeonea uzito, ala ummati, juu ya umma wangu, la amartuhum bisiwaki, ningewaamrisha wao kupiga mswaki, maa kulli udhui, kila wanapochukua udhu. Tazama maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyohimiza na kutuhamasisha juu ya kupiga mswaki. Jambo la kupiga mswaki wanachuoni wamelieleza kwa upana mno na kwa ukunjufu mno, hadi kufikia mtu akitaka kuzungumza apige mswaki, mtu akitaka kuingia nyumbani kwake apige mswaki, akitaka kusoma Qur'ani apige mswaki, akitaka kufanya adhkari apige mswaki, akiamka kutoka usingizini kwake apige mswaki, na katika kila majambo ya khair ambayo yanatokana na mdomo wake, ametoka kula, apige mswaki. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, lao nisingeonea uzito juu ya umma wangu, basi ningewaamrisha wapige mswaki katika kila wanapochukua udhu. Kwa hiyo hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweka himizo juu ya kupiga mswaki. Akhrajahu Malik, amepokea hadithi hii Imam Malik wa Ahmad wa Nasai wa sahahu Ibn Khuzaima, na amesahihisha Ibn Khuzaima. Wa dhakara Bukhari, na ameeleza hadithi ya Imam Bukhari katika taaliqa. Hadithi ya pili, wa an Jumrana anna Uthmana, hakika Uthmana daa biudhui, alifundisha somo la udhu, alifundisha somo la udhu. Faghasala kafaihi, akaosha vitanga vyake vya mikono, thalatha maratin, akaosha mara 3. Thumma tamadmada, kisha akasukutua mdomoni, wastanshaqa, na akapandisha maji puani, wastanthara, kisha akayakumuta, bimaana kule kuyapenga. Thumma ghasala wajhahu,
thalatha maratin, kisha akapaka uso wake mara 3. Thumma ghasala yadahu yumna, kisha akapaka mkono wake wa kulia, ila almirfaq, mpaka katika mirfaqi, thalatha maratin, alifanya hivyo mara 3. Thumma yusra, kisha akaosha mkono wake wa kushoto, mithla dhalika, mfano wa hivyo kama alivyoosha katika mkono wa kulia. Thumma masaha bi ra'sihi, kisha akapaka kichwa chake. Thumma ghasala rijlahu yumna, kisha akaosha mguu wake wa kulia, ila alka'baini, mpaka katika kaabi zake. Thalatha maratin, alifanya hivyo mara 3. Thumma yusra, kisha mguu wa kushoto, mithla dhalika, mfano kama alivyofanya katika mguu wa kulia. Thumma qala, kisha akasema Uthman, kasemaje? Raaitu Rasulallah, nilimuona mtume wa Allah, tawaddaa nahwa udhui hadha, nilimuona akitawadha mfano wa udhu huu, mfano wa udhu huu. Muttafaq alayhi. Dalili ya hadithi inatuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam jinsi gani alivyokuwa akichukua udhu, basi na Uthman alikuwa akifundisha maswahaba zake kuhusiana kutokana na jambo la udhu. Hadithi ya 3 katika mlango wetu, wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati al-udhui, katika sifa ya udhu, fi sifati al-udhui nabii sallallahu alaihi wasallam, katika sifa za udhu za Mtume sallallahu alaihi wasallam, jinsi gani alikuwa akichukua udhu. Faqala, akasema, wa masaha bi ra'sihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipaka kichwa chake wahidatan, mara 1. Naam, alipaka mara 1. Akhraja wa Abu Dauda, amepokea hii hadithi Abu Daud. Katika sifa za udhu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipaka mara 1. Hadithi ya 4, wa an Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu anhuma fi sifati al-udhui, pia kadhalika hadithi hii inapatikanika katika sifa za udhu, katika udhu za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala, amesema, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na alipaka Mtume wa Allah bi ra'sihi, kichwani kwake, fa atbala biyadihi wa adbarahi, na akaipeleka mbele mikono yake na kuirudisha nyuma mikono yake. Bimaana alifanya kuipeleka mbele, kuianzisha mbele hadi nyuma ya kisogoni kwake. Wa fi lafdhi, na katika tamko lahuma, la hao wapokeaji wa hii hadithi, baada bi muqaddami ra'sihi, alianza sehemu ya mbele ya kichwa chake, hata dhahaba bihima, mpaka alipoipeleka hiyo mikono yake, ila qafau, mpaka katika kichoko chake. Thumma raddahuma, kisha akairejesha mikono yake miwili. Naam, kisha akairejesha mikono yake miwili, ila almakani alladhi bada'a minhu, sehemu ambayo alianzia kuiweka hiyo mikono yake au kupaka. Bimaana kwamba alipoanza akairudisha nyuma, baada ya kurudisha nyuma akairudisha tena mbele pale alipoanzia katika kuchukua udhu.